Tupate ombi. Mtakatifu, shema lipa juu, tunakuregeshea tena asante na shukrani masaa haya tunapoenda kusikiliza kipindi kifuatacho. Nenda ukapate kuwa mlinzi wetu, tukapate kusikiza mnenaji anapoenda kusoma ambacho anatuletea. Nenda ukapate kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Karibu. Naam. Niletee hiyo bwana. Mimi nimezoea kuroga. Enda huku na rudi huku. Hamjambo? Mko safi? Kumbe mlikuwa mnataka nianze hapo? Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yaani warahmatullahi, wa rehema nyingi. Rehema nyingi na neema kubwa kubwa. Sasa hiyo ndogo ndogo ni zipi? Mtatuambia baadaye. Sisi tunajua neema ni neema. Sasa hakuna msomaji hapa wa Qur'an? Hakuwa vile bwana wa jana. Kwa sababu leo tunafunga. Leo tunafunga. Na sio mfungo wa Ramadhani, tunafunga mafundisho ya mari, kesho hakuna kulingana na programu. Wangapi wanasema iendelee? Wangapi wanasema hatujawahi elewa kutoka ianze? Wangapi wanasema hatujawahi elewa mara toka ianze kufundishwa? Yule pale mmoja. Watu wanamsha. Hayuko. Safi, yuko msomaji kweli? Alafu pastor, tutafanya kazi nawe hapo Prison sana. Nataka kuja huko sana. Wakati nilikuwa nikienda Kingorani, corona ndio kaja kaleta mambo mengi. Ukienda huko basi mambo mengi wewe uruhusiwi kuingia. Lakini sasa hivi tutafanya. Nafikiri ni mwezi kama si mwezi wa 3 tulikuwa hapo. Tukaingia pale, tulikuja kama makao mema wakati Chambliss alikuwa ule mwembamba ule mkisi ule. Shimo. Tulikuja tukajigawanya. Wengine wakaenda Shimo women, wengine wakakuja Shimo men. Alafu juzi tena watu wetu wakarudi huko, wengine wakakuja Boston hii ya watoto, wengine wakaenda kule ile nani kubwa. Sasa wewe nipangie kule men, nipambane na wale jamaa sana, rafiki zangu sana, maana siku moja nilikuwa huko. Siku moja nilikuwa huko. Sasa chekeni, mkimaliza mniambie mnacheka nini? Asikia swali nauliza huko. Atulikuwa kama mfungo ama ilikuwa kama nani? Ilikuwa kama mrumande. Mnajua maana rumande? Hamjui? Huyu mama hajui. Rumande ni ule unashikwa, unawekwa pale ndani, alafu unakuwa unaendaga kotini ukisikizwa kesi yako mpaka ile siku ukishinda kesi unaachiliwa, ama ukishindwa unafungwa. Sasa sikiliza swali lingine naulizwa, nilifanya nini? Sikufanya kitu. Yaani nyewe hamuamini mtu anaweza enda gerezani na hakufanya kitu. Sasa mimi nilienda niwaambie
Mtanunulia soda? Siku moja tulikuwa katika mikutano ya mihadhara, hiyo nitawaambia baadaye, ama niwaambie? Mtasahau? Sasa sikufanya kitu, nikashikwa, nikaikwa pale ndani. Na nilipokuwa pale ndani, kabla hata niende pale ndani, nilikuwa naenda kanisani Kizingo. Sasa sio Kizingo ile ni kama nahitaji ile ni kama ile Tsavo, ule msitu wa Tsavo pale. Yaani unabeba vitu vingi pale. Sasa mimi nilikuwa naenda pale Kizingo, na najibaiba, naingia tayari siwahi lesson, siwahi kitu chochote. Yaani nilikuwa najibaiba, alafu mahubiri yakiisha, twenda zetu Mama Ngina, tugonga glass. Hivi vipindi vya saa 8 si Bible saa si nini? Na hepa ile mbaya. Yaani nilikuwa mjanja. Tuko pamoja eh? Nilikuwa mwere. Kila siku mwalimu kila nikiingia Kizingo nimechelewa. Kila nikiingia Kizingo nimechelewa. Sasa mwalimu akiniuliza, "Mbona unachelewa lakini darasa ya ubatizo huhudhurii?" Sinasingizia feri. Mwalimu nimeruka mapema lakini sasa feri sasa. Feri imetatiza, feri Yesu akaniangalia. Akashiki hiki dume nitakipata vipi hiki? Na mtalipia hiyo shuhuda Mtalipia? Sawa. Yesu akaniangalia akaona huyu mtu nitampata namna gani? Nikashikwa, nikapelekwa ndani. Katika harakati za maisha nikashikwa, nikapelekwa ndani. Nilipokuwa pale ndani, akili zikanikujia ya kwamba mitume na wale watu wengine, ili usaidike ukiwa mahali ndani kama hapa, ni mkumbuke Mungu. Sasa nikaanza kufikiria nilipotoka wapi. Nikaanza kufikiria zile njia zangu zote nilikuwa nikizifanya. Nikakumbuka nilikuwa sifanye vizuri. Sasa nikajifanya niko karibu na Biblia ile mbaya mpaka inalala hapa. Yaani nikajifanya watu wakinigonga nakwambia pole. Lengo langu ni nitoke haraka. Maana nilikuwa najua tu hapo kimkumbatia Yesu basi ushamaliza kesi. Nikajifanya vizuri, mtu mzuri kabisa, nikajifanya sasa mimi ndo nimeokoka kama nakwambia nilijifanya mpaka sasa nikarudiwa na akili sasa nikaishi maisha yangu sasa. Tuko pamoja Nilijifanya mpaka nikachoka na Yesu aniachili. Nilipotoa ule ujinga wenye ulikuwa kwa akili yangu, sasa Yesu akaniambia sasa nataka nikutumie. Uko tayari? Nikasema mimi hapa Bwana nitume. Isaya 8 ngapi msomaji? Isaya ngapi 8 ngapi? 6:8 ama 8:6? Twende basi changamka. Siku moja sasa wahubiri wa Kisabato wakakuja pale. Alfred Kambito, kulikuwa na askari mwingine magereza pale Mkisii, simkumbuki jina lake lakini alikuwa pale, alikuwa ndo mkubwa. Karibia kila siku alikuwa anatufundisha. So alikuwa Alfred Kambito, pastor kama si Mureya ni simkumbuki vizuri kwa sababu ni kitambo. Alafu na ustadhi mwenyewe Martin Tune Nda. Wangapi wanamkumbuka? Nyinyi nyote. Soma msomaji. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Sasa nilipokuwa gerezani, sasa mbali na kuwa mshiriki wa kanisa, nilipokuwa gerezani nikasikia sauti ya Bwana ikisema, safi, nimtume nani? Nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Nikasema mimi hapa Bwana nitu. Ndipo nilipo baada ya kuwa sasa ule upumbavu na ujinga umenitoka kwa akili, ndo sasa nilipokubali ni mimi hapa Bwana nitume, Mungu akanifungulia milango ya gereza, nikatoka mbio. Unajua kutoka mbio? Nikatoka mbio, alafu yani mpaka yule mlalamishi ananipeleka akawa ananiogopa. Lakini mnajua kupendelewa. Vile Mungu anasema aliwapendelea wana wa Israeli mpaka alipofika wale watu wa Misri. Yani wana wa Israeli wanatoka Misri kwenda Kanaani, Mungu akawapendelea. Wakawa wanaenda kule kwa majirani zao, anaomba nipe mkeka, anapewa paka kuni, shoka, kila kitu anapewa. Mlishaisoma hiyo habari lakini wakawa wanapendelewa hivyo. So yule mlalamishi akajuta sana. Kwa nini nimemshika kijana hakunifanyia kitu chochote? Alafu mimi nikafurahi sana. Nimempata Yesu vizuri. Tuko pamoja mimi nikafurahi sana ya kwamba sasa kumbe nimemuelewa Yesu. Sikuwa nimemuelewa kule nyuma. Nilikuwa nagonga glass kama mshiriki fulani hapa anagonga glass. Anakuja saa 4. Alafu lesson hata yuko Sasa usifikishwe hapo sawa kwa sababu kule ndani sio kuzuri sana. Sawa Usifikishwe
Ng'ang'ana na mapema, usifike hapo. Sasa katika AMR leo ni mwisho, leo ni mwisho, si ndio? Sasa mimi kabla nifundishe kitabu cha Marko 11:12, kitabu cha Marko 11:12, kwaya imenikumbusha andiko zuri sana hili, nilisoma zamani sana. Inasema, soma. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa Bwana Yesu. Akaona kwa mbali mtini mwenye majani, mti wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Tena Yesu akaenda ili apate kitu juu yake, na alipofikiria ule mti, hakuona kitu ila majani, hakuona chochote ila majani. Sasa siku moja tulipokuwa kwa mkutano, tukaambiwa watumishi, Yesu ni Mungu, ni Mungu. Sasa swali, ni Mungu gani huyu ambaye hajui wakati wa mazao na wakati ambao si wa mazao? Tuko pamoja wanakwaya? Si andiko linasema Yesu aliona mti kwa mbali na akafikiria juu yake kuna maembe. Sasa swali, alikuwa hajui kama kuna msimu wa maembe? 3:8 Mathayo. Sasa 3:8 kitabu cha Mathayo. Alafu mniulize swali, kama hamna maswali, mimi nigonge biriani huko juu, nirudi zangu Likoni, kagonge glasi kule Shell Beach. Umefika? Ndio. 3:8 Mathayo. Basi zaeni matunda yapasayo toba. Basi zaeni matunda yafanyaje? Yapasayo toba. Endelea. Wala msiwaze moyoni mwenu. Wala msiwaze ndani ya mioyo yenu. Tunaye baba ndiye Ibrahim. Tosha tu. Kwa hiyo Yesu alimuona mwanakwaya mzuri sana amesimama, akamsogelea. Yesu akadhani ataongea maneno ya mbinguni, huyu mwanakwaya akaongea mambo ya Azimio na Kenya Kwanza. Tuko pamoja? Yesu hakuona mti, tulikuwa ni mti hauna majani. Tuko pamoja? Aliona mwanakwaya, akamsogelea aone kama atapata kitu, aone kama atapata maneno ya uzima katika yule mwanakwaya. Akapata mambo ya Azimio na Kenya Kwanza, akampa habari za Azimio na Kenya Kwanza, habari za Gachagua na nani anaitwa nani mwingine, Gachagua na Sifuna. Ndio maana tunasema katika mikutano hii tunajibu kila swali na tunawapa watu habari, lakini habari za nani? Kitabu cha Matendo ya Mitume 10:38, kitabu cha Matendo 10:38 ni habari za nani? Kutoka asubuhi mpaka jioni tunafundishwa habari za mtu mmoja tu. Hata mgoja kidogo, hata Muhammad Ali ni mwanahabari, lakini habari hizi hana. Hizi tunazo sisi, habari hizi tunazo sisi. Soma msomaji. Habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Kwa Roho Mtakatifu. Safi. Na nguvu. Naye akazunguka huko na huko. Yesu akazunguka huko na huko. Akitenda kazi njema. Akafanya kazi njema Yesu. Na kuponya wote. Na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Kuna mtu ana swali? Tuende kwenye mari. Huko kwenye mari. Kuna mtu ana swali maybe? Hamna swali, nyinyi nyote mko vizuri, si ndio? Hamna swali. Sasa kama hawana swali, kitabu cha Isaya 60 mstari wa kwanza. Hapa leo sasa tunatoa inaitwaje? Tunatoa gomba mtihani, lakini tunaotolea majibu yake na mlango wa nyuma. Twende msomaji, tutawafikia vipi hao watu? Isaya 60 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Hebu naomba tuende taratibu msomaji. Imesemaje hilo andiko? Ondoka uangaze. Hiyo Biblia yako ni version gani? Kuna ile yangu nasema inuka, ama yangu nasema ondoka pia? Ondoka. Ni ondoka. Haya soma. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Na utukufu wa Bwana Mungu umekuzukia wewe. Twende. Maana tazama giza limeifunika dunia. Tazama giza litaifunika dunia. Na giza kuu litazifunika
kabila za watu, na giza kuu litakuja kuzifunika kabila kuu za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, bali Mwenyezi Mungu atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako, utaonekana juu ya wewe. Twende. Na mataifa wataijilia nuru yako, na baada ya kuondoka sasa, mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Twende. Inua macho, utazame pande zote, utazame huku na huku. Wote wanakusanyana, safi, wanakujia wewe, Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani, safi. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukukunja. Endelea. Kwa kuwa wingi wa habari utageuzwa kukujia. Kwa kuwa wingi wa bahari twende, utageuzwa kukujia. Safi. Utajiri wa mataifa itakuwasilia. Utajiri wa mataifa zitafanya nini? Itakuwasilia. Twende. Wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana wa Midiani na wa Efa. Tosha tu hapo msomaji. Andiko la kwanza katika Isaya 60 mstari wa kwanza nasema ondoka uanga. Sasa swali, hutaki kuondoka? Mmeelewa hiyo andiko? Lakini nimesema ondoka uanga, alafu ukikataa kuondoka utaangaza. Hawezi kuangaza ukiondoka. Wasemaje mama? Nauliza, tuko pamoja? Lakini kitabu cha Isaya kinasema kwamba ondoka uanga. Tena unasema kwamba ukishaangaza kuna wengi wa ngamia utakuji na utajiri wa mataifa utakuja, si ni kweli? Sasa swali, nauliza swali, ili ule wingi wa ngamia waje, sharti la kwanza ni uondoke uanga, ndo wale ngamia waje na mataifa Sasa naomba tutoe ile nuru iliyokuja kwetu ili tuondoke nayo tuangaze, si ni kweli? Tutoe ile nuru ambayo sisi tuko nayo, maana tumeambiwa kwamba maana nuru yako imekuja, ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja. Kwa mfano kitabu cha Yohana 5:25, nuru ya kwanza hiyo sasa ambayo tutaondoka nayo tuweze kuiangaza katika mataifa. Nuru ya kwanza ndiyo hiyo hapo, 5:25, kitabu cha Yohana. Changamka msomaji. Sasa tunaanza sasa. Amin nawaambia. Yesu sasa anasema amin nawaambia. Saa inakuja. Na hii sasa ipo. Wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Na ukibahatika kuisikia sauti ya mwana wa Mungu utakuwa hai. Kwa maana vile Baba alivyo na uzima, kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima, alimpa na mwana wa Mungu kuwa na uzima nafsini mwake. Watu duniani wanajua kwamba kuna ufufuo. Baada ya kufa, imani nyingi zinahubiria kwamba kuna ufufuo na watu wataenda mbinguni. Lakini swali, kumbe ni ufanikiwe kuisikia sauti ya mwana wa Mungu ndio utafufuliwa, si ni kweli? Lakini sasa sauti ya mwana wa Mungu ikiwa naikataa na uko hai, ukikufa utaisikia? Hautaisikia. Kwa hiyo hapa tunaweka X. Ukimkataa mwana wa Mungu ukiwa uko hai, hata ukiwa umekufa atakufufua, lakini utaingia kule kwengine, utaingia ule upande mwingine. Jambo la pili, ukisoma kitabu cha Ufunuo 14:6 ukiteremka pale, nasema kwamba msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na, kumaanisha Mungu wetu katika Biblia aliumba mbingu na, ndio vitu ambavyo tutaenda navyo. Sasa swali, Mungu hawa ndugu zetu aliumba nini? Niwaambie? Nauliza, niwaambie alichokiumba, si ndio? 16:8
16:8. Lazima tuweze kuondoka kwa sababu tuko na nuru. Alafu tukitoka na ile nuru tukienda kuangaza, ndio matajiri watakuja, wingi wa ngamia utatufunika. Hivi mnajua wenye wanamiliki ngamia ni akina nani? Lakini mnawajua? Mnawajua? Tuko pamoja jamani. Nauliza, wenye wanamiliki ngamia mnawajua? Ukiondoka ukiangaza watakuja sio? Lakini ukikaa hawatakuja. Lakini ukiondoka ukiangaza watakuja. 16:8 msomaji, twende vitu. 16:8. Safi. Na farasi na nyumba na anza vizuri. Na katika vitu alivyoviumba, mbona unaruka? Hapa computer error, si mnajua ndaa. Ulikuwa ukiruka andiko nakwambia hapo sipo. Anza vizuri tu, anza vizuri. Na amewaumba. Sio sasa uanze hapo, wewe tayari umeruka kwa farasi na nyumbu. Ili anza vizuri sasa, anza vizuri sasa tukusikie. Amewaumba farasi na nyumba na nyumbu, yani Mwenyezi Mungu. Msomaji, twende taratibu kwanza, tunaeleza. Amewaumba farasi na nyumbu. Na amewaumba farasi na nyumbu. Na punda ili muwapande. Akaumba tena punda ili tuweze kuwapanda. Na wawe mapambo. Safi. Na ataumba vipando vingine. Na Mwenyezi Mungu wao ataumba vipande vingine tusivyovijua. Nayo ndiyo haya. Angalia paka yeye mwenyewe ameshtuka, unajua vitu hivyo. Wewe unafikiri ameona nini pale chini? Nayo ndiyo haya mamotokari, meli. Sasa msomaji jamani, yaani vitu mpaka msomaji mwenyewe anashindwa kusoma. Maana ni kitu cha kushangaza. Hadi sasa Mungu aliumba motokari na meli, yaani aliumba gari na meli. Nyinyi wa sababu mshaiona Mungu kama huyo? Hivi gari na meli ni kitu cha kuumbwa, ni cha kutengenezwa? Lakini kwa kuwa sisi tuna nuru, tukitoka tukienda kuangaza, wasiwataiona nuru. Sasa mtu ambaye ana akili timamu, hata ukimsomea andiko hili naweza ingia kwa akili yake. Ati Mwenyezi Mungu aliumba farasi na nyumbu, na hakuumba, alikuja kuvikuta. Tayari vilikuwa vimeumbwa na Yesu. Wajua bwana ni mlagai sana huyo. Anakuja kuona Yesu aliumba, anasema hii niliumba mimi, na hakuumba. Sasa leo hii anatuambia kwamba aliumba farasi na nyumbu. Alafu kitu chengine pia aliumba nacho. Chengine pia alichokiumba nacho. 16:81. Changamka msomaji. Sasa wote utakula muda wangu sasa. 16:81 kitabu cha Qur'an. Sikiliza kitu chengine ambacho Mwenyezi Mungu wao aliumba. Alafu sasa twende taratibu vizuri tuweze kuifahamu nuru yetu ambayo tutatoka nayo katika mataifa, tuangaze wakuje kanisani. Soma msomaji. 6:81. Eka maiki vizuri amba wale hawakusikii. Weka tu maiki vizuri. Na Mwenyezi Mungu katika vitu alivyoviumba. Amekufanyieni vitu viletavyo kivuli. Amefanya vitu viletavyo kivuli. Na amekufanyieni maskani katika milima. Na amefanya mapango katika milima. Na amekufanyieni kanzu zinazokukingeni na joto na nini na baridi. Haya, soma vizuri. Soma vizuri tu hapo. Na amekufanyieni kanzu zinazokukingeni na joto na baridi. Tosha. Mmesikia? Lakini ameumba nini? Kanzu zinazotukinga na joto na baridi. Sasa wewe hata kama unakula ugali na miwa, Mungu ni mtu wa kuumba kanzu kweli? Hata kama unakula ugali na miwa kweli, ati wewe ndio waambiwa ati Mungu wetu aliumba kanzu. Sasa huu si fundi cherehani huyu? Kuna nguo za chuma pia. Huu si fundi cherehani. Lakini Qur'ani inawaambiaje? Ili tuweze kutoka na hii nuru ambayo tuko nayo tuweze kuangaza. Kitabu cha Qur'ani 62:2-3. Changamka msomaji. Sikiliza vitu sasa. Kwa mujibu wa Waislamu, wanasemanga manabii wote walikuwa Waislamu, si kweli? Sivyo ndio wanasema? Yakoba manabii wote kutoka kwanza wanamsingizia mpaka Adam, wanasema Adam alikuwa nabii kutoka kwa Adamu kuja mpaka kwa Yahya, Yohana mwana wa Zakaria. Usikia Yahya ni Yohana, au manabii wote ni Waislamu.
huruka kuja kwa Isa, tunamalizia kwa Muhammad. Lakini Qur'ani haifundishi hivyo. Qur'ani inasemaje? 62:2 na 3 inasemaje? 62:2 na 3 na 3. Aha. Yeye ndiye aliyeleta mtume katika watu wasiojua kusoma, Yeye ndiye aliyemta mtume katika watu wasiojua kusoma, anayetokana na wao wenyewe, awasomee aya zake na kuwatakasa na kuwafunza kitabu na hekima. Aya, enda 3. 3 inasema Aha. na kamleta kwa wengine, Na akamleta kwa wengine miongoni mwao, walio bado kuungana nao, nao ndio sisi Waislamu tuliofanyaje? Tuliokuja nyuma. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani inafundisha kwamba katika watu wa Mwenyezi Mungu, wao walikuja nyuma. Kuna wenye walitangulia, alafu wao wakaja nyuma. 262. Sasa huyu msomaji huyu na huyu nani anachangamka? Maana naona dakika zangu zinaliwa kweli. Wewe uko nani? 262. 262. Dakika zangu zinaenda hapa sasa. Nitakuongea kengele sasa hivi. Hakika walioamini ya zamani huko, hakika walioamini mitume ya zamani huko, na Mayahudi na Wakristo na Wasabai. Twende taratibu. Na Mayahudi, anza vizuri. Hakika walioamini. Qur'ani imesema kwamba Waislamu katika kuamini walikuja nyuma, si kweli? Sasa walioamini zamani walikuwa ni akina nani? Haya, soma hiyo 262. Hakika walioamini mitume ya zamani, hakika walioamini mitume ya zamani huko, na Mayahudi walikuwa ni Wayahudi. Twende taratibu msomaji, tufundishe. Kristo na Mayahudi. Twende taratibu, nisikize mimi, twende taratibu tu, sawa? Nikikwambia simama sasa ili tuweze kufundisha, sawa? Haya, anza vizuri sasa. Hakika walioamini mitume ya zamani, na Mayahudi walikuwa ni Wayahudi, na Wakristo na Wasabai, yoyote miongoni mwao atakaye muamini Mwenyezi Mungu, sasa kama anavyosema Nabii Muhammad, na akaamini siku ya mwisho, na akafanya vitendo vizuri, basi watapata thawabu zao. Sasa kwa kuwa sisi Wakristo tuliamini zamani, wao wakaja juzi, pia sisi tutapata thawabu zetu. Thawabu zetu ziko wapi? Kitabu hicho cha Qur'ani 5:82. Sikiliza sasa Qur'ani, maana wao wanasema kwamba Wakristo hawamwamini Mwenyezi Mungu, sijui Wakristo wanafanya vitu gani, lakini ukisoma Qur'ani unapata kwamba ni tofauti kabisa na vile wanavyosema wao. Si hata wanasemaga Yesu ni Muislamu, si ndio? Ama mjai kutana nao? Wanasemaga Yesu ni Muislamu. Sasa wacha hiyo kwanza, chukua hii kubwa hii. Sio ati alienda sinagogi. Chukua hii kubwa hii 5:47, hiyo kubwa hapo. So wanasemaga Yesu ni Muislamu. Sasa Qur'ani inafundisha vitu vingine tofauti kabisa, lakini wao wanang'ang'ania. Maana kutoka siku ya kwanza nikisimama hapa niliwaambia mission wako nayo ni moja tu, kupotosha neno la Mungu. Na sasa hivi ndio maana sasa hivi hata wakiweka mikutano huwezi wapata walimu wa Kikristo wako pale, maana hawakualiki. Wao naweka mkutano alafu mtu tu anapita na mitumba yake hivi, anaitwa njoo tusalimie. Unaitwa nani? John. Ukisema tu John umeisha. John, naomba utufundishe, wewe dini gani wewe? Mimi ni Mkristo. Wewe Mkristo, unampenda Yesu? Uone vile ambavyo utapotosha hata kutoka pale, hata uende ukasilimu. Mission ni moja, ni kupotosha neno la Mungu. Umefika pale msomaji? Niko hapa. Soma 5:47. Na wahukumu watu wa Injili, kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake, sio hukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio wapotofu. Soma hiyo fafanuzi ya hiyo aya.
hiyo hiyo. Na sisi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa, tuliwaamrisha wafuasi wa Yesu, yaani watu wa Injili. Hawa wafuasi wa Yesu wanaitwa watu wa Injili, Wakristo. Wanaitwa Wakristo. Wanaitwa Wakristo. Sasa swali, Yesu atakuwa na wafuasi wake wanaitwa Wakristo, alafu yeye mwenyewe aitwe Muislamu? Hata kama nakula ugali na miwa kweli, sasa hiyo itaingia kwa akili ya nani? Yaani Yesu, Qur'ani nasema wafuasi wake wanaitwa Wakristo, alafu tena unakuja mtubadilishie mtuambie Yesu mwenyewe ni Muislamu? Wanapinga mpaka Qur'ani yenyewe wanapinga mpaka Qur'ani yenyewe. Arudi ile 582 sasa. Ngapi? 582. Alafu siku nyingine mkoe na meza ya msomaji, maana sasa vile vitabu vinamsumbua pale. Ungekuwa na meza ni kuvuta yeye na pia mimi nitakuja kusoma kwa crusade hivi, naweka juu ya viti, si ndio? Hiyo crusade yenu ya mwezi wa 11, mimi ndo msomaji hapo. Nitakuja kusoma kwenye viti. Soma hii kubwa bado. Soma tu yoyote sasa, soma yoyote. Aya 5:82. 5:82. Aya, hakika utawakuta walio shadidi kuliko. Hiyo haitaleta maana nzuri. Soma hii. Lete hii ambayo sasa watu wataielewa. Aya 5. Hiyo inataka sisi ambao tumekomaa tunakula ugali na maziwa, wale wakula kidheri wanaweza kutumia hiyo. Aya 5:82. 5:82. Hakika utawakuta walio maadui. Sasa unaona hii inasema maadui, ile nyingine inasema walio mashadidi. Sasa utashindwa mashadidi ni akina nani? Zaidi kuliko watu wengine. Safi, utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine. Kwa Waislamu, walio maadui kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina, na wale washirikina wasiokuwa na kitabu chochote ambacho kinaweza kuwaongoza. Twende. Na utawaona walio karibu kwa urafiki, na utawaona walio wamekaribiana kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Sisi ni Wakristo. Kwa nini? Endelea. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyouona. Hayo ni kwa sababu, yani Qur'ani inasema kwamba Wakristo ni marafiki na Waislamu, na urafiki wao ni kwa sababu katika Wakristo wako wanavyuoni. Ukisema wanavyuoni ni wasomi katika imani. Yani Qur'ani inasema katika wale Wakristo kuna kikundi ambacho ni kisomi sana katika maandiko. Tuko pamoja Kwa maana Wakristo wako wengi, si ndio? Si wako wengi. Lakini Qur'ani nasema kuna kikundi kimoja ambacho kina wanavyuoni, yani wasomi sana. Endelea. Naomba nianze hapa mwanzo. Anzia tu popote. Aya, sisi ushanitoa timing sana leo. Sisi ni Wakristo. Endelea. Kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni soma na sauti wasikie hawa watu. Miongoni mwao wanavyuoni na wachao Mungu, na wamchao, si wachao, na wamchao Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu wao Wakristo hawatakabiri. Jamani, hebu mpishe huyu mama. Anazawadi. Ni kipaji lakini jamani, Mungu anapeanaga. Hata sisi tulianza hivyo. Kwanza mimi nilikuwa nashtuka sana nikiambiwa soma tu roho inapasuka pa. Hilo andiko silio ni mzee. Niko hapa tu. Okay, nasoma kuanzia mwanzo. Unaomba kusoma? Mpatie basi asome. Umesikia hata wewe kwa nchi haileti. Unakuja kufanya mazoezi hapo? Si mazoezi. Tutajua kama tuwafanya mazoezi ama tufanyi mazoezi. Sawa, twende. Umesema ngapi? 5:82. 5:82. Inasema hivi. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine. Kwa Waislamu ni Wayahudi, na wale mushirikina, na wale washirikina wasiokuwa na kitabu. Safi. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Safi. Ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Endelea. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni, ni wako miongoni mwao wasomi katika Wakristo, na wachao Mungu, na wanaomcha Mwenyezi Mungu. Sasa swali, ngoja kidogo. Sasa swali, Qur'ani nasema kwamba Wakristo ni wacha Mungu. Wacha Mungu. Lakini ukimuuliza Muislamu atakwambia Wakristo ni wapaga.
ni wapagani, si ndio? Lakini Qur'ani inasema sisi ni wacha Mungu. Sasa tusikilize Qur'ani, tusikilize wao. Tusikize Qur'an. Haya, endelea sasa msomaji. Na kwa sababu wao Wakristo hawatakabari. Endelea. Wakijua haki, hawa Wakristo wakijua haki huifuata. Wakristo wakijua haki huifuata. Lakini sasa Waislamu ni wajanja, wakifika kwenye andiko hilo wanaweka andiko lao la 3:19. Hebu isome hiyo Qur'ani 3:19, wanaingiza haki yao pale, alafu wanakuacha wewe unapotea kabisa. Sasa sikiliza, haki ambayo wanaizungumzia ni dini ya Kiislamu, alafu Qur'ani inasema kwamba Wakristo wakijua haki wataifuata. Wewe nawe niandalie Mathayo 13:13 hapa. Haki yetu iko hapa sasa. Soma msomaji Qur'ani. 3:19. 3:19. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Unasikia sasa? Wakristo wakijua haki huifuata. Alafu kumbe bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wewe unafikiri utachomoka hapo? Si umetumbukia. 3:13 Mathayo sasa. Wakristo wakijua haki wanaifuata. Huna maiki nao bana. Simkuwa na maiki mbili hapo. Mimi mnanipotezeaga muda hii. Sijui ni nani anawatumiaga hapo. Ni nani anawatumia? Na leo ni siku ya mwisho. Kwa sababu hii nasema nao kwa mfano. Hakuna. 3:13 kitabu cha Mathayo. Wewe unasoma gani? 3:13 Mathayo. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani. Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili ambatize. Ili Yesu abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Lakini huyo Yohana alitaka kumzuia Yesu akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Wewe nawe changamka bwana, muda wangu mchache. Mimi nahitaji kubatizwa nawe waja kwangu. Endelea. Yesu akajibu akamwambia Yohana, kubali hivi sasa. Kuwa ndivyo ipasavyo kuitimiza haki yote. Kwa maana ndivyo ipasavyo kuitimiza haki yote. Kwa hiyo haki yetu sisi ni ubatizo. Tuko pamoja? Kwa hiyo Waislamu wanasema kwamba sisi ni marafiki zao, kwa maana katika Wakristo kuna wanavyuo na sio wengine. Wao nafikiri ni akina nani hao wasomi wa imani katika Wakristo kama si Wasabato? Si ni Wasabato? Maana hata tulipochungulia kwenye Qur'an pia tukaona kumbe kanisani kunaabudiwa Mungu 22 40 22. Kitabu cha Qur'ani ni 22:40. Ni 22:40. Tulivyochungulia kwenye Qur'an tukaona kumbe hata Qur'an nakubali kanisani kunaabudiwa Mwenyezi Mungu. Sasa wanaokataa ni wao tu. Sasa hizi ndo hoja ama hizi ndo nuru ambayo tutaenda nao tuwafuate, na tuambie pia njioni kanisani, pia kanisani kunaabudiwa Mwenyezi Mungu 22:40. Na wakumbushe siku watakayowakusanya wote. Unasoma gani? 22:40. 22:40. 22:40. Ndio hiyo. Nasoma alfasi, labda kuna nyingine. Haya, rudi 22:40, rudi 40:22. Ikinipotea tunabadilisha juu kwa juu. Sasa hukusoma hiyo wewe. Sasa enda 22:40, haujaipata. Ukiipata ndio hiyo. Ama kama umeipata dada uisome hapa. Hiyo haisomi hiyo venye ulikuwa unasema. 22:40. Sikiliza sasa hiyo. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki. Ndio hiyo sasa. Twende. Ila kwa kuwa hao watu wanasema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu. Mola wetu ndiye Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu awakingi watu kwa watu. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angekuwa hawezi kuwakinga watu kwa watu, basi hapana shaka zingelivunjwa. Basi hapana shaka zingalivunjwa nyumba za watawa na makanisa yakavunjwa, na masinagogi yakavunjwa, na misikiti ingelivunjwa. Ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Mmesikia hiyo habari? Kumbe kanisani na kwenye sinagogi na kwenye misikiti jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Alafu mtu anakuambia kanisani hakuombwi Mungu. Qur'ani inakubali kwamba kanisani kunaomba Mwenyezi Mungu, kunaomba Mwenyezi Mungu. Lakini swali, hata wachana na hiyo, nimekumbuka andiko lingine la kushangaza nalo pia, wacha tulisome 43:25.
hiyo ndogo kule, hiyo huo yenye kuna huyo huko, soma hiyo yako huko, hiyo 43 25. Sikiliza sasa, kitu ambacho watu walikuwa wanakiabudu kiko hapo. 43 25. Leo hapa bwana, si hakuna prayer band hapa jamani. 25. Sio hiyo, nimesema hii ndogo tafadhali. Hii italeta maana nyingine tofauti kabisa. Kwa hiyo hizi Qurani iliteremka kwa lugha ya Kiarabu, lakini wale waliotafsiri kutoka kwa Kiarabu kuja kwa Kiswahili walikuwa na mashehe wawili wakubwa sana. Sasa huyu kuna mahali anazungumza hivi na huyu kuna mahali anazungumza kivyengi. Ili uweze kuelewa lazima uwe na zote mbili, ulinganishe hii iko vipi na hii iko vipi, uweze kuzilinganisha, la sivyo utachanganyikiwa. Sasa wewe kwa kuwa unataka kusoma, wewe nani huyu hapa, wewe si unataka kusoma 43 sio hiyo, nimekwambia sio hiyo, nilikuwa nataka ile ndogo kule. Lakini kwa kuwa wewe unataka kusoma, sawa, kama tumempa hiyo sawa, haya soma. Yaani leo mnaniweka kichekesho kabisa yani. 23 25 inasema basi tukawalipa. Angalia ulikuwaje mwisho wa wale walio 43 25. Ndio hiyo? Sio hiyo, sio hiyo, mimi najua sio hiyo. Ndio hiyo 43 25. Ndio hiyo. Yaani leo mnaniweka kichekesho kweli kweli yani. Hii ni 43. Je, umemwona yule aliyefanya matamanio yake? Umemwona yule aliyefanya matamanio yake, kile anachokipenda kuwa Mungu wake. Yaani kuna watu walikuwa wanafanya kitu chochote wanachokipenda kuwa Mungu wake, kama vile tuliambiwa kwamba katika historia wanapoenda kule Maka kwenda kuhiji, kuna miungu mingi sana kule, si ndio? Kuna jiwe jeusi, ambalo katika kale kanyumba kadogo kanaitwa Al-Kaaba, wenyewe wanasema liko pale nda. Sasa unazunguka tu, unambona unazunguka lile jiwe, kifika siku ya Kiyama linashuhudia kwamba Abubakari alikuja. Tuko pamoja? Kifika siku ya Kiyama lile jiwe linamwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba huyu mama Amina huyu alikuja kutoka Kenya, alikuja huku kwa hiyo msamehe. Si jiwe, kwani mnashangaa? Nini? Si litaongea siku hiyo. Litaongea litasema huyu mama Amina alikuja kuniona. Sasa swali pia, huko ndani ya hicho kijumba cheusi ambacho wanaita Al-Kaaba kulikuwa na miungu mingi sana, miungu 360. Sio Mungu wa mapenzi, sio Mungu wa nini, yaani kulikuwa na miungu mingi ambayo alikuwa anaabudu. Sasa huyu bwana alipokuja Muhammad huyo ndo akafanya nini? Akaivunja ile miungu yote, kwa sababu ile Al-Kaaba walikuwa na miliki ukoo wao. Tuko pamoja Ukoo wao ndio ulikuwa unamiliki pale mahali pa kuabudia. Wakati huo hata kulikuwa hakuna mtume, ukoo wake ndio ulikuwa unamiliki. Na yeye alivyozaliwa akapelekwa hapo akaombewa dua, alivyoombewa dua akapewa umiliki wa hapo. Sasa huyu bwana alikuwa mjanja. Alikuwa kila akipanga safari kwenda Shamu, kwenda kuuza wanyama, kwenda kuuza ngamia, yeye kulikuwa na padiri mmoja alikuwa rafiki yake sana, anaitwa Waraka ibn Nafai. Sasa huyu padiri alikuwa rafiki ule bwana. Anamwambia kwamba Wayahudi wana Mungu wao, Mungu mmoja. Lakini sasa ule Mungu mmoja haoneka. Sasa itakuwaje? Naye akafanya mpango kuondoa ile masanamu yote, akabakisha sanamu moja likubwa linaitwa Allahu Akbar. Yaani Mungu mkubwa. Ndio maana mpaka waleo pale Maka hapafunguliwi. Watu wanaenda kizunguka tu, lakini ukiuliza hapa ndani kuna nini? Ile mbio utatolewa hapo, hautaamini.
Alafu mwenyewe anasingizia kwamba alipata utume kwa malaika Jibril, lakini mafundisho yake tukiangalia hakupata utu. Hata kusema alipewa wahai, hakuna wahai wowote alipewa. Alikuwa anaenda nakaa na watu wanazungumza, wanasema si Musa alipewa Torati, naye anakuja anaambia watu kwamba jameni, nimepewa wahai, Musa alipewa Torati. Sasa ukisema Musa amepewa Torati, hiyo ni wahai wa namna gani? Umefika msomaji, asoma fafanuzi ya hiyo aya sasa. Kuna fafanuzi ya hiyo aya, fafanuzi yake hapo. Hapo chini. Waarabu kwa ujinga wao. Ngoja kidogo. Soma tu vizuri, hiyo mic umeiweka karibu sana, hata hiyo sauti hatusikii. Waarabu kwa ujinga wao wa kuabudu chungu ya miungu, walikuwa wanaabudu mpaka chungu ya miungu mingi sana ambayo nimeisema. Twende. Walikuwa baadhi yao wakiona chochote kile kikawapendeza, walikuwa wakiona tu kitu chochote kile kikiweza kuwapendeza, ukiabudu, wanakiabudu. Hata maandazi lililokaa kwa sura nzuri, Niambieni, mpaka andazi lenyewe, andazi aswa, watu wanaanguka chini, Allahu Akbar. Hasa kama imagine tungepeleka sambusa huko, si angekuwa Mungu mwenyewe? Maana sasa kishindwa hiki kitu kinakaa namna gani, tena ndani kinapoje, sasa angekuwa Mungu mwenyewe. Tuko pamoja Lakini lazima tuweze kuwafuata, kwa sababu kuna kauli inasema hivi 5:75 Qur'ani hii ndogo hii 5:75 hii ndogo. Changamka, nimegongea kengele. Niko na dakika ngapi wewe kijana? Imeisha. Imeisha na hata ndo naanza jamani. Nilikuwa namaliza saa 10 na dakika ngapi? Mama yangu. Haya basi, wacha nasomelewa andiko moja, nichukue swali moja niondoke. Maana sasa haya masomo sitaki kurudi nayo Likoni. Umefika? 5:75. Hao mabwana leo ndo wamenichanganya kweli yani. Hao hapa watatu hao. Angalia vile wanafanya. Atena tuko pwani, hata Qur'ani yenyewe hawajui kufungua. Tuko pwani, leo nasema I will go kila mwaka, wako hapo wana mark time tu, mark time. Lakini wakiulizwa wanasema I will go. Lakini kwa kweli mnaendaga 5:75. Sipo mna mark time tu, si ndio Lakini hatue, maana kama ingekuwa tunaenda si Wadigo ningewapata hapa. Si tungewapata hapa. Ama hamwataki? Mama hamwataki Mnawataka? Kwa hiyo waje wenyewe, sio? Inuka uanga. Lakini kwa kuwa hamtaki kuangaza mnakaa. Haya soma, umefika? Nimefika. 5:75. Masihi bin Maryam si chochote. Ngoja soma taratibu wewe. Hey. Masihi bin Maryam si chochote. Ati si chochote. Na wauliza Wasabato, ati Yesu si? Wewe unaweza kuvumilia hiyo maneno kweli? Na si mmevumilia mko hapa, mbona mjatoka kwenda kuhubiria? Si mmevumilia mko hapa? Kuna mtu ana swali, kama kesho nikipata nafasi nijibu swali lake. Uliza kama nikipata nafasi kesho nijibu. Maana sasa nimechelewa na leo ni ndo mwisho. Asante. Nilikuwa naomba kujua ni vigezo zipi unapaswa kuzingatia kabla uende kutoa hii nuru ambayo tuko nayo, kwa sababu wengine wao wako na ni wale tunaita short temper, wana hasira. Wengine pengine watakusikiza kwa sababu hujui ni nini unaenda kutana nayo, na tumeambiwa wanajua hiyo dini yao ndio ya haki. Kwa hivyo ningependa kujua ni vigezo zipi unapaswa kuzingatia. Asante. Hii hata sijibu kesho, najibu leo. Si vigezo ni uwe na kanzu tu na Qur'ani basi. Yaani ukiwa na kanzu na Qur'ani basi atakusikiliza, sawa? Ukiwa tu na hii kanzu na ubebe Qur'ani basi atakusikiliza. Sawa Wewe kuwa na kanzu, Qur'ani na Biblia. Na hizi aya tumesoma hapa, wewe umeziandika mahali. Uanze na hizo. Sawa. Mbona mnasema kwa kanisani kuna watu makafiri, hapa Qur'ani nasema kanisani kunatajwa jina la Mungu. Hebu nifundishe wewe shehe hapa. Hapa inakuwaje hapa? Okay, mimi hapa naona nitafukuzwa kabisa. Mwalimu vumilia tu kidogo. Vumilia tu kidogo. Ngawia 2:65 jameni, Qur'ani hapa nitoke hapa mimi nitashikwa mashati jameni. 2:65.
Nitashikwa mashati hapa mimi jamani. 2:65. 2:65. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu, habari za wale walioasi miongoni mwetu, katika amri ya kuheshimu Jumamosi, katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Basi tukawaambia kuweni manyani wadhilifu. Kuweni manyani wadhalilifu, si wadhilifu. Wadhalifu. Endelea. Kwa hivyo tukaifanya adhabu hiyo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao. Adhabu ile kafanywa kuwa onyo kwa wana wa Israeli, twende, na waliokuja nyuma yao ambao bado ni sisi wa Kristo huku, twende, na tukaifanya mawaidha, tukaifanya kuwa mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Tukaifanya kuwa mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sabato bado ipo kwa mujibu wa hiyo aya, sawa uende na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui ni swali ama ni, tunasema kanisa la Masalio ni tuangaze Injili. Kwa hivyo ni jukumu letu kama walimu wa AMR tuweze kueleza basics za chini kwamba Quran inasema nini kuhusu Yesu, kisha Biblia inasema nini, ili tunapoenda, unajua tunaweza sema tunaenda but we don't actually know what to tell them. So ni sisi tujue hizo basics kwamba Christ anatajwa vipi kwa Quran. Unaposoma Quran 3:3 inasema vipi, ili tunapoeneza we understand what we are taking. That's what I wanted us to do. Thank you so much. Ndiko moja la mwisho. Huyo ameuliza Qur'an namtaja vipi Yesu. Yesu ndio mwenye kila kitu hata kwenye Qur'ani 3:49. Changamka. Yesu ndio mwenye kila kitu hata kwenye Qur'ani 3:49. Hamwezi kunipa mchele alafu ngoja kidogo. Hamwezi kunipa mchele alafu nirudi na mafundisho Likoni. Nani atakuwa ameingia hasara? Alafu mmenilipia rumu pale ya bei ghali, unaenda unasimama hivi. Twende msomaji, changamka. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Na Yesu amefanywa mtume kwa wana wa Israeli. Twende kuambia nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ya kwamba na kuumbieni katika udongo. Yesu anaumba katika udongo kama sura ya ndege, anaumba udongo kama sura ya ndege, kisha Yesu pumzi yake akampuliza yule ndege, mara anakuwa ndege. Hapo tu naomba tuende makini hapo. Hivi Mungu kweli, muumba wa mbingu na nchi, ampe mwanadamu ruhusa ya kutia udongo roho? Inawezekana? Inawezekana. Hata nyinyi mkiangalia inawezekana. Sasa Mungu amuumbe mwanadamu, alafu mwanadamu aumbe ndege, tena amtie roho. Ukifikiria vizuri, atakuwa nani huyo? Atakuwa si mwanadamu wa kawaida? Sasa endelea, maana aliumba ndege, na ndege mpaka wa leo huyo ndege anaishi. Ikifika kiyama anasema mimi niliumbwa na Yesu. Endelea msomaji. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Anamuumba kwa idhini ya Mwenyezi Mungu anavyosema wao. Twende. Na ninawaponesha vipofu. Yesu anawaponyesha vipofu na wenye mabalangu. Anawaponyesha mpaka wenye ukoma ndani ya Qur'ani. Twende. Na nitawafufua. Na Yesu anawafufua maiti, baadhi ya waliokufa. Twende. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Safiri. Na nitakwambieni. Na Yesu anawaambia mtakavyovila. Yesu anawaambia Waislamu mpaka wa leo kile ambacho wamekula na kile ambacho wameweka akiba. Simesema hivyo? Yeah. Kile ambacho Waislamu wamekula Yesu anakijua, na kile ambacho wameweka akiba Yesu anakijua. Atakuwa nani? Sasa mmenikosea sana, lakini tu sawa tu. Tusimame tuombe, maana sasa si ngapelekwa business meeting. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Wakati ni mchache, mambo ni mengi katika ambao tumeweza kuyafundisha Mungu, yakaweza kutukereketa katika akili zetu, na ifikia wakati tuweze kuamka, kwa maana nuru ni wewe mwenyewe, watu wakujue na waweze kukujia. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini.